hapa. Nipa Komboa Kenya. Wiper. Kekema hoye. Kekema Wiper. Komboa Kenya. Wiper. Wiper. Muko tayari kukomboa Kenya? Kekema mpo? Bande Kekema? Mwadhua. Ndia mwadhima. Bati Kekema? Ila nona. Bati. Mwete aeni. Mukwenda kuona aeni. Anaitwa kijana Manzo. Zindia huyo. Amechacha huko kwa Senate. Alafu tuko na wale wageni wetu mashuhuri. Hapa mna Mheshimiwa Kibasu. Mheshimiwa no sungete mbaye kaanda sungete. No sungete mbaye kaanda sungete. Anatosha matoshi. Mheshimiwa Kibasu, well done. Alafu hapa tuko na Mheshimiwa JB Muturi. Leader. Ile ilikuwa ya Mwai Kibaki. Si mnakumbuka? Na mheshimiwa wetu ako na Mheshimiwa Fred Matiang'i. Alafu tuko na kuzo wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mumemwona Rigiji? Na mimi ni wenu. Mezianzele. Alama tayari kwa mezianzele kwa yolo. Kwa hivyo leo ni leo. Tunawashukuru watu wa Mboni kwa kujitokeza. Tumeona mapambo weke chini. Nikanamu wanaini. Tuko na habari. Habari ni kwamba jamaa ameharibu jamaa ameharibu jana kwa runinga. Wangapi waliniona kwa runinga? Tukamwambia Ago aende nyumbani. Aende asiende? Aende nyumbani, aende akiendaga. Ujumbe maalum. Kuanzia jana mbele ni wakati wa vijana wetu ambao hawajachukua kura wachukue. Ndani wenyewe wameanzisha hashtag tuko kadi. Nyinyi mbone muko kadi?
Mbone mko kadi? Wangapi wako kadi? Wangapi wako kadi? Na wale ambao mimi wenyewe Kalonzo Musyoka niko kadi. Na mimi niko tayari kupeleka Ruto nyumbani. Mtanisaidia tumpeleke nyumbani? Yeye alisema nyinyi vijana mpigwe risasi kwa miguu. Kwanza mimi nitawaheshimu kwanza ni climb hapa, nimeona hapa umechacha. Nishikie hapa Kevasu. Asanteni. Ngui, inyu mwe tayari kuinukia Kibila? Weoto niwo kanati huo. Na kwa hivyo tumekuja tuambie melala. Wakati umefika. Mutula ndako na wayambana. Nondo 2007. Ndio nyinyi nilisema tutaonana wanaume. Tulionana? Situlionana? Sasa etudhimete ndia. Ndieno etumedhimete. Waka kila mundu mwawitu osekura. Kila Tula governor, mimi sasa nakuambia namna hii. Kwanza in the next few days, kama kuna watu hawana vitambulisho, kwanza wachukue vitambulisho. Wewe na gavana wa Vinya, gavana Malombe, hakikisheni that you go around in a very special way. Watu wanachukua card ya kipande kitambulisho na kuchukua kura. Wameanza hiyo maneno sasa kuchukua kura. Nao Kambaito ni Mwensube ni mwedhemu kwenda tuinukia Kibila nitose ikura. Na ndo meana metayari kosa ikura isu. Nondo tuenukia Kibila kienuka. Hii mchezo hata Ruto hajui mbone nadhani. Hajui. He doesn't know that Kikima is higher than Nairobi. Sasa ndugu zangu anawaambia kujeni, you have not seen nothing yet. Ukamba ni kubwa Ukambani. This is another nation. Kumbwa kushinda hata Rwanda. Nchi ya Ukambani peke yake. Lakini sisi tumekuja niwaambieni yule waniani Vinya katumia idhanga. Mwezi katumia idhanga. Kiadhiki bikie kake inabika. Alama kwa asia kiadhiki bikie kwa yolo. Ila ingina mwea nyamu ya adha waya kiamana. Ne kiamanete kande kiamanete. Yutwe meadha mukudhu. Mwezi kwa adha mukudhu. Alama kwa asia tuwe meadha mukudhu kwa yolo. Kwa hivyo, hiyo ndio ujumbe wangu leo. Na tukiwa na ujumbe huo, tunasema Kenya, every Kenyan must belong. Every Kenyan, whether in the Rift Valley, or in the Northeast, or in Mombasa, ama mahala popote yule, ako na equal right. Ruto alisema vijana wapigwe risasi kwa miguu. Mimi nimeamrisha vijana, tumpige risasi moja kwa debe. Wangapi wako tayari kumpiga Ruto risasi moja kwa debe? Baito mwe tayari? Mwe tayari? Ende mbidhukesi yena sehemu vya Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Kevasu. Hii ni ile team ilisema wewe Ruto kama unataka kumtoa Rigathi Gachagua, wewe kufa driver kwanza. Alafu makanga. Huwezi kuangusha Rigathi, unabaki pale. Ndio naona jamaa anahangaika. Anasema ni kitu gani muingilia akamtoa Rigathi. Nataka niseme asante kwa wabunge wa Wiper Patriotic Front. Nyinyi mulisimama na Rigathi. Na nyinyi ni mwakuso wa kweli. Hata wakati wengine huko kwa mlima wakanunuliwa kama kuku sokoni, nyinyi mkasema mtasimama na haki. Na haki hiyo nataka niwaambie leo ajumbe ma Wiper Patriotic Front. Huo msimamo kina Robert Mbui
and your team ndio inaleta kibila ni musimamo mosu ni omutumwa mwenu kia kibila tumakonange makofi because mulima yote sasa kuna mulima Central huko kwa Rigathi na huko ni mulima South. Kwa hivyo watu wamekuwa jamii moja ambayo hawezi kuangusha na kura. Mwikethi wena wia mukona Ruto tosinda Kalonzo kura hawezi. Tinye Ruto tinye Raila. Unajua Raila alikuwa amemzoea anaibia Raila. Mimi nikasukuma Raila, nikasukuma ndugu yangu Raila, nikamsukuma bado anamuibia Kalonzo ti Raila. Jamaa tu mwenukia mapema kabisa. Kekema mko tayari? Kekema mko tayari? Hii kura tutachukua mpaka kwa Luo Nyanza ambao wanajua mmesimama na wao miaka 15 wote hao. Mulima mmesimama na wao. Nyinyi mmesimama na Kibaki, ni kweli si kweli? Hata mulisimama na Moi, ni kweli si kweli? Hata Mutula Sini alikuwa nominated na KANU ya Moi. Hii jamii imesimama na Kenya nzima. Sasa Kenya inasimama na nyinyi. Mjipigie makofi. Na kwa hivyo mimi nataka nimkaribishe sasa ndugu mmoja hapa. Spika wa bunge, mwanaume haogopi, hata mtoto wake akatekwa nyara, akamwambia Ruto hiyo kazi hata sitaki. Kwa hivyo JB Muturi na anajua Kikamba baiba ndo teze mondumeo, ukambo uendea wezebi. Kekema oe! Kekema ndeze ni mweze kwa dhambo. Ebira ibikie ya kwa dhambo. Ni mwetiari? Bamu asiata. Ate? Harambe! Harambe! Sasa yangu haitakuwa mengi kwa sababu mmeniambia mko tayari, si ndio? Lakini unajua hiyo mshale kama vile kiongozi ndugu yangu mkubwa Kalonzo Musyoka amesema mshale ni hiyo kura yako. Lakini tunataka kuambia Kasongo na ile IEBC yake. Unaona saa hizi wamefungua kuandikisha kura lakini hakuna watu wa kuandika vijana. Ndio naona saa hizi vijana wamevamia IEBC headquarters. Kasongo tunakuambia hii ukora yako iko juu, iko chini sana. Ulisema tu uko na akili. Sasa akili ilikuwa vijana wakianza kuchukua kura, you slow it. You slow it by not providing enough personnel. Tunakuambia for 30 days tuko macho. Ulisema sisi sisi hatuna plan. Plan yetu ni ya kuhakikisha kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 wewe PO Box Sugoi. Ni kweli watu wetu? Harambe! One time. Kasongo amesema ati kila mtu atapimwa, ataangaliwa na ile kazi amefanya. Nyinyi hapa Kikema mnalipa kodi. Kila Mkenya analipa kodi. Inapatiwa serikali. Si kazi ya serikali ni kuhakikisha inatendea wananchi kazi. Bora masomo imeanguka. Bora matibabu imeanguka. Bora uchumi imedhoofika. Alafu Kasongo nasema utapimwa na kazi yako. Kazi gani? Kazi ya kuua vijana? Kazi ya kuteka vijana nyara? Sasa ndio tunasema sisi hii group, hii timu unaona tunaita United Alternative Government. Kazi yetu ni kukosoa serikali ile iko. Serikali hii ya Kasongo. Sio kazi ya kujenga barabara. Sisi hakuna mtu anagorokota kodi anatupatia. Kodi inapatiwa serikali. Kwa hivyo Kasongo, wacha kudanganya Wakenya. Wewe tutakupima na yale maovu umefanya. Ya kwanza, kuiba mali ya Wakenya.
Kila siku, hata leo ukifungua gazeti, hii imeibiwa. Siku hizi hakuna mambo ya kuongea mambo ya millions, ni billions. Billions. Mpaka Kasongo ameshikwa na wazimu. Sasa ameona bilioni imekuwa kidogo. Ati anatengeneza kitu inaitwa National Infrastructure Fund, alafu anasema trillion. Kwa sababu wizi imemuingia kwa kichwa. Jamani, mwizi sugu. Ndio unaona utafiti ulisema kwamba wale maraisi wezi zaidi. Kwa sababu hiki tunaita corruption, si ni wizi? Corruption ni wizi. Kuiba mali ya umma. Imesema tutafiti wale maraisi wezi zaidi duniani sugu. Wa kwanza alikuwa kule Syria. Wa pili alikuwa William Ruto. Ule wa Syria akafukuzwa na wananchi. Sasa ule rais mwizi sugu duniani ni William Samoei. Na ndio sababu tunasema ifikapo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, Kasongo ni one Harambee. Asanteni sana ndugu zangu wa Kikema. Thank you JB. Kwa kabla ya kurudi kwa other principles, ngoja niwatambue waheshimiwa ambao wako hapo. The host MP Mheshimiwa Kebaso. Apatiwe mani ya Kebaso very quickly. Nimutho cha Tongo Imaito, nimutho cha Kalonzo Wito, kundi na mwiye ninye kwa ya master one time, patroni wakwa ni party leader His Excellency Kalonzo Musyoka. Thank you. Harambee. One time. Thank you. Mheshimiwa Nzambia, mjumbe wa Kilome. Kilome ni pande ile sio? Hii ni kikundi kali sana. Mheshimiwa Nzambia, thank you very much. Alafu tuko na Mheshimiwa Kemilu, hata tukitoka tunateremka kwa Mheshimiwa Kemilu upande wa Kaiti. Alafu tuna Mheshimiwa Mwafrika kutoka Roysambu, Nairobi. Huyo ni Gachagua Ndamu. Alafu tuko na Mheshimiwa Susan Kiamba. Huyo mama alisomea Ruto kamwambia na maneno hiyo sipendi. Ndio huyo. Mheshimiwa Nzengu, mjumbe wa Mwingi North. Mheshimiwa Patrick is a ranking member, Patrick Makau, mjumbe wa Mavoko na pia Parliamentary Service Commissioner. Alafu tuko na Mheshimiwa Speaker wa bunge ya Makueni, Speaker Mbilu. Mwanikubali nisema Speaker Mbilu ameonyesha uongozi dhabiti. Maspika wenzake wa Kitui na Machakos wakanunuliwa na Kasongo. Lakini Mbilu, thank you for holding the county assembly of Makueni strong. Asante sana Mheshimiwa Mbilu. Alafu kuna Mheshimiwa Mubangoni ambaye anarudi pale hivi karibuni kutoka ya kupeleka Mutuguta Mutuze Mwengi nyumbani. Ndio hawa. Alafu hapa kuna Mheshimiwa Ngovi, tunamwita Salva Kiir. Chunga asianguke Salva Kiir. Very quickly, Mheshimiwa kuna mbunge mwingine. Huyu anatoka Kitui East. Asante sana Mheshimiwa Kitui East. Sorry? Nyokabi. Mama Nyokabi. Huyu anaitwa Malile, anatoka huko upande wa Embakasi East. Sorry. Kebwezi East. I beg your pardon. Huyo anaitwa Nyokabi. Huyo ni Mama Jubilee, sio? Nyokabi, hebu niangalie vizuri Nyokabi. Well done Nyokabi, tunaungana huko mbele. Alafu kuna mjamaa anaitwa Tony Gachoka. Tony, mimi ni wakili wa Tony. Tony anawakilisha wa Kenya ambao wanakataa na mali ya umma. Kasongo alikuwa anataka kuuza Jomo Kenyatta International Airport. Tony akaenda kotini, tukamngoa, akatoka akawachana na Jomo Kenyatta. Sasa Kasongo anauza Safaricom. Tony Gachoka tena tumeenda mahakamani, amesimamisha.
Pigia Tony Gachoka makofi. Thank you. Alafu Mheshimiwa Robert Mbui, the team leader. One nzoko ya General Mulinge. Wale jamaa waogopi. Well done, Mheshimiwa leader of the majority. Mumo MCA. I think Mumo tunateremka kwake pale. MCAs are here. I think we may not read all of them. Huyu unajua kijana yenu? Unajua kijana tunamuita Mheshimiwa Obama. Ndio huyo Obama. Thank you. Alafu tuko na Mheshimiwa Rose Museo. Wapi Mama County? Mama County. Aha. Unajua disability is not inability. Wapi Mama County? Ako nyuma, ako kwa gari. Asante, tumpigie makofi. Thank you. Of course Mulemba ni tunamuita and the team of MCAs. Basi pengine kijana mwingine hapa atokee hapa tu aseme jambo. Huyu anaitwa Jicho Pevu. Jicho Pevu. Hapa tuwe microphone. Aseme jambo, 1 minute. Jicho Pevu kutoka Mombasa, Nyali. Haya, hamjambo nyote. Muko chonjo. Mimi ndio naitwa Jicho Pevu, mtibu wa majipu. Na nimekuja kuwaambia Waswahili wanasema siku za mwizi ni ngapi? Sasa wachana na Waswahili. Mimi nimekuja hapa Ukambani kusema siku za wezi wote Kenya ni 20. Muko kadi? Muko kadi? Mumechukua kura? Muko tayari? Tupeleke wezi nyumbani, wakora nyumbani, wauaji nyumbani, wabakaji wa demokrasia nyumbani. Harambee! Songe mbele. Kuna ina za kazongo. Arambe! Arambe! Kwa wageni wetu sasa wa Munyoro ya Mutula huko ni nyumba. Hapa ni Kikima, the highest point in Makueni ni hapa juu. Tukiwa hapa sisi ndio ngome ya Wiper. Na hawa tumpigie makofi. Mheshimiwa Mwanzia Kimakiu Kalanzoni na wale wanashika Mutuse ko, mwingine ndio huyu Jades Kalonda. Thank you. Ulimoja party leader. Hapa usiwe na wasiwasi. Hapa ni one term. Si ndio? Ti one term. Pa ona nene uyange wasia udaku ndiwa. Pemwe. Nimomona. Yani kami kwa kwekata. Pa beto mi. Ila mona. Nimokwati ya Kalonzo. Kula ila utwikika. Imeongwe tano. Yalete kula zia Mutula isianie. Tiwa? Nisianie? Baba enzika? Mutula tituta? Ila sitiele ila siya Kalonzo atweke musumbe wa dhandatu. Ni mwamona? Kwa kuna hivisa? Mubeze mukuna hivisa osu? Ne mutabia nemose 2005. Ethe akwa nyini damusu kwe wakoke koke ne woya. Na 2005 ethe akwa ambiye mtume wake atwika musumbe. Atwetela lakini mwini asya suo mwemu na mawe suo mwe koneka na mawe wea ula Kalonzo utethetie ndino
siwa yake nizibikie. Nemo leje kunda de. Nemo bulania. Nemo kuania. Asante. Mwe kana mwadhi. Basi tutamuita Senator very briefly. Senator Dan Mango. Arambe! Arambe! Vijana mko kadi! Mko kadi! Oh, kadi ya jenga nchi. Kadi ya jenga nchi. Oh, kadi ya jenga nchi. Asanteni sana. Isusi ya inoane Kalulu. Kuti kwa Kalulu. Asante sana. Well done. Governor wa Vinya, 1 minute. Useme tu jambo, safari ni ndefu. Wiper! Wiper! Harambe! Harambe! Kuni wandam. Kuni kwa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kuti kwake musie. Kula siondhati ikiaba. Kibila chosu mini chukite kanake yukite. Your Excellency tulikuambia wewe. Upenda usipenda tutakukudhia hapo. Tutamukudhia wapi? Timukudhia ba? Kibila ni chacho. Kalonzo aweke mawe asiweke. Kalonzo aweke mawe asiweke. Asante, God bless you. Kukudhia sio Kiswahili. Sasa nitamwalika ndugu yangu mtoto wa Ingo, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, kiongozi wa chama cha DAP Kenya. Maki Kima, mwae ni museo, Mabinda, Mrembe. Mnajua hiyo pia? Jipigie makofi basi. Tuko hapa kwa mambo mawili. Ya kwanza tunataka tujue kama Kikima ni one term ama sio one term. Ya pili tunataka tujue kama mko kadi ama hamko kadi. So tukisema harambee tusikie one term. Tukisema harambee ya pili tusikie tuko nini? Mko tayari twende kazi? Harambee! One term. Harambee! Mko kadi? Kikima mko kadi? Hebu nione wale mnasema one term kadi. Sisi leo tuna furaha kuwa hapa. Tumeelezwa hapa ndio nyumbani kwa Mutula Kilonzo. Hiyo ni kweli? Mimi ndio nilikuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Nilichukua hiyo katiba kutoka kwa Mutula Kilonzo. Katiba ya Kenya ikiwa promulgated, Mutula Kilonzo kutoka Mbooni ndiye alikuwa waziri aliyesimamia haki na masuala ya katiba Kenya. Mnakumbuka? So tukiwa the highest point Ukambani hapa Kikima, tunamkumbuka shujaa aliyepigania katiba ambayo sasa inatawala Kenya. Tunamkumbusha huu Rais William Ruto, ile katiba Mutula Kilonzo alinipa inasema ya kwamba wewe rais, you are a symbol of national unity. Na wewe ukipewa nafasi kuwa rais, it is the highest honor any human being in Kenya can be given. That honor, Mr. President, comes with responsibility. It is the highest responsibility you bear as the leader of the Republic of Kenya. Tumeanza kuona huyu rais, badala ya kuongea mambo ya SHA imeanguka. Juzi mahakama imesema SHA is unconstitutional. Bwana Ruto, you have 90 days to fix the failed system ya SHA. Bunge la Kenya, Daktari Nyikal amesema ya kwamba SHA is unsustainable, is unreliable, is untenable. Badala ya Ruto kushughulika na SHA, sasa ako anarudi kwa matusi, kutusi sisi viongozi. Ati ametembea Ukambani juzi, anasema ati huyu Kalonzo hana akili, ati huyu Matiang'i, Wamalwa, Rigiji hatuna akili. Huyu Kalonzo was the 10th vice president wa Kibaki. Kweli si kweli? Si anatosha kuwa rais wa Kenya? Huyu Rigiji was the second deputy president of the Republic of Kenya. Anatosha kuwa rais wa Kenya, sio?
Huyu Matiang'i amesimamia usalama wa Kenya, elimu ya Kenya na teknolojia. Anatosha kuwa rais wa Kenya, si kweli? Rigiji amesimamia, huyu Muturi amesimamia bunge la Kenya, si anaweza simamia Kenya? Mimi nimesimamia majeshi ya Kenya as the last former minister for defense. Nimesimamia kaunti zote 47 as minister of devolution. Right? Mkituangalia sisi kweli mna nakubaliana na Mheshimiwa Susan kusema Bwana Ruto, hii mambo ya kusema hatuna akili mimi pia sipendi. Wache matusi bwana. Start dealing with the serious national challenges. A broken health system, that is where you should apply your mind. Ameanza kutusi huyu Rigiji, ati Rigiji ni mwizi, ameiba mali ya ndugu yake. Mlisikia akisema hiyo maneno? Ati mimi Wamalwa pia ni mwizi, ati nimeiba mali ya ndugu yangu Wamalwa kijana. Mlisikia hiyo maneno? Jana senior counsel Kalonzo Musyoka ameelimisha Bwana Ruto mambo ya sheria. Akamwambia the Gachagua estate, Governor Gachagua died tested. Akasema the Wamalwa estate, Wamalwa died intested. Sasa ukiambia mtu ambaye amesomea mambo ya mimea kama Bwana Ruto, anafikiri hii ni kutest nini ama una test nini? Haelewi bana. Senior counsel amemwambia jana mambo ya succession, mtu akifa na will kama Gachagua, hiyo will mali inakuwa distributed kulingana na will yake. That is what tested means Bwana Ruto. Wamalwa akifa bila will, kesi yake iko kotini, koti ndio inasimamia mali ya Wamalwa. Sio Wamalwa, sio huyu Rigiji, sio wewe Ruto. Keep off family matters Bwana Ruto. Sawa sawa? Start dealing with the broken education system, start dealing with the broken health system, and start fixing mambo ya hii ufisadi. Sawa sawa? Sitaki niseme kuliko hapo, na waomba huyu Kalonzo. Tumekuja hapa, mmeona Kenya nzima iko hapa. Sisi Western tumefunga na tuko na vijana wa nguvu huko, kina Otsotsi, kina Sifuna, kina Caleb Amisi, tuko na kina Natembea. Tumefunga Western. Rigiji amefunga Mlima. Tumekuwa Kisii, Matiang'i amefunga huko. Tumekuja Ukambani. Mko tayari kufunga Ukambani? Tumekuja hii trip release Kalonzo Musyoka. Tumekuja kusema leo Kasongo ni kufinish na tufunge, twende na Kalonzo tuunde serikali. Wangapi wanasema twende mbele? Asante, Mungu awabariki. Kabla ya kumpatia ndugu Fred, tuna senator wa Kisii. Tutachanganya. Huyu kijana baba yake the late Onyonka was one of the best ministers this country has ever known, and I was privileged to work with him. Asa tukitafuta mambo ya usalama in South Sudan. Richard Onyonka, senator wa Kisii. 1 minute, sir. Harambe! I've lost my voice. Harambe! Nikiita jina la mtu mnaniambia tu shame on you. William Ruto, Murkomen, Oburu Odinga, Gladys Wanga. Harambe! Hii kitu mienda bwana. Asante. Sasa ndugu yetu Fred Okengo Matiang'i. Ndiye huyo. Thank you. Haya. Kikima hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nimekuja 600 kilometers kutoka Kisii. Wiki mbili zilizopita tulikuwa Kisii na huyu ndugu yangu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na hawa ndugu zangu wote tumetembea pande ile. Sasa wazee na akina mama na vijana wa pande ile wakaniambia sasa anza safari, uende ushirikiane na wale wengine mubadilishe nchi ya Kenya. Waliniambia vyema mama namna gani? Waliniambia poa. Mimi namshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kutukaribisha hapa, na viongozi wote wa pande hii, magavana wawili ni marafiki zangu, wakili wangu huyu Mutula Kilonzo, ninawashukuru kwa kutukaribisha hapa. Hapa Kikima ni mahali ya historia ya ajabu, niwaambie ndugu zangu. Huyu Justin Muturi mkimuona
alifanya kazi hapa Kikima mpaka siku yake ya mwisho hapa. Leo nimefika hapa Kikima kwa sababu ni nyumbani kwa wakili wangu huyu kijana ambaye nampenda sana. Samani watu walikuwa wananiambia nifanye kazi fulani na yeye, na mimi niko tayari kufanya hiyo kazi huko mbeleni. Wacha tumalize hii kwanza. Ya tatu, hapa ndio mahali pekee katika Ukambani kanisa ya kwa hivyo, na urafiki ule tuko nao na hapa Kikima ni wa ajabu, na mimi nawashukuru kwa makaribisho yenu. Na ndipo nimeandamana na viongozi. Mimi chama changu ni cha Jubilee, kinaongozwa na rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wangapi wananipea salamu ya Uhuru Kenyatta nimpelekee? Uhuru Kenyatta yule ambaye ananiambia nimwambie akuje kuwasalimia. Mnasema nimwambie akuje kuwasalimia? Wangapi wanasema niambie Uhuru akuje kuwasalimia? Very good. Nitampea hiyo information before sunset today. Pili, yule Uhuru Kenyatta ambaye alikiongoza serikali ya Jubilee, tukawa na mradi unaitwa Linda Mama. Mnakumbuka hiyo? Hiyo Linda Mama iko siku hizi? Imepotea. Mimi nilikuwa waziri wake wa elimu. Mimi ndio nilipiga mabasi yellow kama ile rangi. Nilikorogana hapa na watu wa kucheza na watoto wetu wa kuiba mtihani. Clean education sector. Sasa saa hii ni aibu eti watoto wetu wa grade 10 wengine hawaendi shule. Eti nchi yetu hii 60 decades after independence tuna eti hakuna vitabu vimefika shule ya grade 10. Pesa ni kuporwa, wizi mtupu kila siku. Sasa wananchi ninawauliza, na nimekuja hapa kilomita 600 kuwauliza, nyinyi mko tayari tutembee pamoja? Mnataka nitembee pamoja na huyu ndugu yangu mkubwa Kalonzo Musyoka? Nionyeshe kama mnataka tufanye hivyo. Asante sana. Na pia chama chetu cha Jubilee, sisi tuko katika muungano wa upinzani. Niko hapa na mwenyekiti wa kitaifa wa Jubilee, ndio huyu hapa Vincent Kemosi. Niko hapa na Secretary General wa Jubilee, Mheshimiwa Moitalel Olekenta kutoka Narok, ndio huyu. Wamama wote wa Jubilee National ndio hapa. Nataka niwaonyeshe msichana kiongozi, senator kutoka Kisii, anaitwa Glory Oruoba. Mumemsikia? Wasalimie wasikie sauti. Yule anaitwa Gloria Oruoba. Yule Kasongo alifukuza kwa sababu nilimwambia mimi si kama wale wengine. Si mnajua? Juzi nimesikia anajaribu kutukana viongozi wetu hapa. Ati maneno ya girlfriend, maneno ya familia. Nataka kuuliza Kasongo, mimi nilifanya kazi na wewe. Unataka tuongee maneno ya girlfriend kweli? Anataka tuanze maneno ya girlfriend kweli? Anataka tuseme ama tusiseme? Asitujaribu kabisa. Mimi natoka huko Kisii, ninasimama kiti ya women rep huko Kisii, na nataka niseme huko Kisii tumefunga ni 1 term. Haya, Jenzi mpo? Mko kadi? Wamama mko? Yule mama anatembea na United Alternative Government. Mjue ni mama amesimama imara na amekataa maneno ya Kasongo kabisa. Munaelewa? Amekataa maneno ya Kasongo kabisa. Harambe! Asante. Basi sasa nashukuru ndugu zangu, tumalizie hapo kwa kusema hivi. Hatuko hapa kwa maneno tu bure ya siasa. Tuna mpango wa kubadilisha uongozi wa nchi hii. Haya yote ndugu zangu wamezungumza, mimi naongezea kusema hivi. Sisi tuko tayari kuongoza. We are ready to change this country, to bring about real change. Na tunashirikiana sisi wote, muungano wa upinzani, wale ndugu zetu wote akina Sifuna tutashirikiana na kila mtu ambaye anataka mabadiliko katika Kenya. Namshukuru ndugu yangu Kalonzo na hawa wengine wote, na ripoti ile ninapeleka kwamba hapa Kikima muko namna gani?
Harambee. One town. God bless you. Thank you. Sasa nitamkaribisha Kuzo, spokesman. Regalo Wagachagua. Vaito moyaseo. Moyaseo ingi. Avinda onde. Muriega. Muriega rigi. Kiki mahui. Oh. Cousin high. Ananitukana kwa Aluya. Sasa wewe Kasongo kama ni mwanaume, kuja hapa kwa Makuzo unitishe ama unitukane. Si ndio? Si akuja hapa ajaribu. Ajaribu hapa kwa Makuzo. Makuzo wapendane wasipendane. Wakae pamoja wasikae pamoja. Watafute serikali pamoja wasitafute. Tumuzukume, tumufinye pale, tumemkiwa. Sasa nimesikia Matiang'i amemfukuza Kisii, Wamalwa anatembea na mala. Sasa ati anasema vile mambo imekuwa ngumu, ati wa chama yangu inaitwaje? Kazi yake ni gani? Kazi yake ni gani? Si ndio mimi nimefika hapa. Sijakuja kazi nyingine. Nimekuja kusikiza nini? Nimekuja kusikiza nini? Hapa Kike, hapa Boni, munasemaje? Ati munasemaje Kekema? Ati munasemaje? Ati hapa ni one time. Wacha nione. Haya. Harambee. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe Kenyei. Wewe muuaji. Wewe mtu ya Singapore. Wewe mtu ya kutenga. Wewe adui ya Wakamba. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Bas, mimi nimetosheka. Wacha sasa niende Wamunyoro. Si niende Wamunyoro sasa? Si kazi imekwisha? Si nimesikiza ground? Sasa wacha niambie nyinyi tafadhali, my cousins, Makuzo, haki ya Mungu, msilete mchezo kwa hii uchaguzi. Msilete hii uchaguzi. Tumeunda mambo ya Kasongo ni kufinish. Tumepanga kila pahali. Pahali imebaki kidogo ni hapa Ukambani. Kidogo tu. Na ile kazi imebaki hapa Ukambani. Unajua kura ya Ukambani ndio kura ile naaminika sana Jamhuri ya Kenya. Ile naambiwa sure bet you can take to the bank. Ya kwamba Kalonzo akiongea maneno imefanya nini? Kalonzo ni kiongozi, si kiongozi? Akisema amesema. Iko mwingine ya kusema hapa? Amesema ni one term. Kalonzo amesema ni one term. Kwa hivyo itakuwaje? Kalonzo amesema ni one term. Kwa hivyo itakuwa? Lakini ndio hive. Lazima mchukue kura. Kila mtu, mama, mzee, vijana, kila mtu achukue kura. Tunataka hii Kasongo tumfukuze na kura zaidi ya milioni 5. Ndio asiende kotini na asikatalie kwa kiti. Ndio hiyo kura ijae. Ile kura tunaamini zaidi iko hapa Ukambani. Lakini itakuwa kura ya kusaidia Kenya kama uko na kadi.
Vijana mko kadi? Rigiji yako kadi. Je, wewe? Nikisema Gen Z, sema niko kadi. Gen Z? Gen Z? Lakini iko shida moja, Dr. Kalonzo Musyoka. Pale Nakuru nimepigiwa simu. Kasongo ameanza ukora na ubaguzi. Vitambulisho ya watu ya mlima, vitambulisho ya Wakamba, vitambulisho ya Wabagusi, vitambulisho ya Waluya, vitambulisho ya Mijikenda, ukiuliza inakaa mwezi 3. Ile ya Wakalenjin ni watu yake, wakiuliza wiki 2, chifu nachukua anawapelekea. Wewe Kasongo, wacha ubaguzi. Patia kila mtu kitambulisho. Hawa Wakamba ni wa Kenya, hawa watu ya mlima ni wa Kenya, hawa Waluya ni wa Kenya, Wakisii ni wa Kenya. Wewe unaleta ubaguzi, unasema ati vitambulisho ipewe jamii yako, ati hawa wengine wakanyangiwe vitambulisho wasikupeleke nyumbani. Tunataka kuambia the registrar of person, stop discrimination on instructions from Kasongo. To discriminate against communities which Kasongo in his thinking anafikiria ndio hataki yeye. I want to tell you, registrar of persons and Kasongo, it's not just the Kamba and the Luya, the Kisii, Mulima hataki wewe. Mkenya wote amechoka na wewe, including the Kalenjin. Wanasema ni one term. SHA haifanyi kazi kwa Wakale. Bolea hakuna. Everybody is tired. Hapa SHA anafanya kazi? SHA anafanya kazi? Kuna hii mtu anaitwa Aden Duale alikuwa anasema jana ati SHA inafanya kazi kila mahali. Hapa inafanya kazi? Ni muongo si muongo? Hii SHA nimesema jana, tumeambiwa na wataalamu wa insurance, SHA will collapse within 6 months. Na tumeambia mahospitali, msiwache pesa yenu kukaa huko. Hatutaki SHA ikianguka mahospitali yetu yanguke. Tunataka mahospitali muitishe pesa yenu na 8 billion, mulipwe. Na museme ndio mpeane huduma, mupewe deposit kwanza. Ndio hii SHA ikianguka mahospitali yetu isimame. Si tumekubaliana? Sasa watu yangu tumeelewana? Tutafukuza hii Kasongo? Huyu Kalonzo mnampangiaje? 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 Sasa hiyo safari atatembea. Askari ya kumchunga iko wapi? Lakini nyinyi Wakamba, huyu Kalonzo mnampenda. Lakini kila uchaguzi mnamchanganya. Mnachukua watu ya vyama haijulikani. Ile ya Kavaloko mnaweka huko. Si ndio? Wakifika huko wanamsaliti. Ile akina Mutuse ni bure si bure. Sasa watu kama hao akina Mutuse, akina Kawaya wanaenda kwa Kasongo kuhujumu Kalonzo na kusema ati Kalonzo ni bure, ati Wakamba ni ovyo. Sasa nyinyi mtachagua kiongozi namna gani, alafu mchague wasaliti wakuje wamhangaishe? Mimi nauliza nyinyi kwa heshima. Pale mlimani mimi nimetangaza operation inaitwa Fagia, ya kufagia wasaliti wo. Nikisema Harambe museme Fagia. Harambe! Wasaliti wote? Motuse? Kavaloko? Kawaya? Nimrod Bai? Wasaliti ya Wakamba? UDA? Wirubaro? Saburano? Na Kasongo? Na Kasongo? Afagiliwa sifagiliwe? Unajua pale mlimani nimekanyagia Kasongo, ameenda kutafuta mtu anaitwa Saburano. Deputy President Bonoko, ni Bonoko si Bonoko? Ati amsaidie. Sasa yeye akifika pale ati kusaidia Kasongo, hii Kasongo hana bahati. Mambo yake imeharibika. Ati ile mtu ametegemea akifika pale kuongea na watu, ati anasema ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Saburano si Saburano. Hii Saburano ni bure si bure. Si Kasongo wako na shida. Ati ndio mtu amelete ati kushindana na Rigiji. Sasa watu ya mlima wanamwangalia, wanasikiza ile kasauti,
wanainamisha kichwa, wanasema hii Kasongo mambo yake ni mbaya, si ndio? Tumekubaliana watu wetu, mtaamuka mapema kufukuza Kasongo. Saa ngapi? Hadi saa 11. Hii kijana akamatwe hii. Hadi saa 11. Wewe wakama msileta mchezo. Kasongo hawezi fukuzwa saa 11. Hii ni mtu mbaya. Saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 ya usiku, mkuwe mumeamuka. Harambe. Nisalimie Makuzo nyumbani. Mutakuja kunitembelea Wamonyoro? Mutakuja? Mutakuja siku gani? Haya, Kasongo akija, kwa sababu atakuja, anatayarisha pesa na magunia pale Mlimani. Nimepangia yeye maneno mzuri pale. Sisi unajua ni wafanyabiashara, hatuwezi sikiza uongo bure. Kusikiza uongo ni hasara kubwa. Pale nimeweka bei. Kasongo akija, akitaka uende mkutano wake, chief ama mzee ya nyumba 10 anakupatia ngiri 3 ndio uende kusikiza uongo ya Kasongo, si ndio? Ukifika kwa mkutano ya Kasongo unanyamaza. Akitaka umpigie makofi unaongeza 2,000, si ndio? Akitaka mcheke ati yaone meno ya Mkamba anaongeza 2,000. Kazi yetu ni kunyoa Kasongo. Kasongo anyolewa sinyolewe? Anyolewa sinyolewe? Sasa akija hapa muambie our cousin Rigiji alikuwa hapa na akatuambia wewe ni bure na akasema tukunyoe. Kwa hivyo tumalizie mapema, utuachie kitu, alafu ufanya nini? Harambe. Kalonzo natosha atoshi? Ameiva hajaiva? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Wangapi nasema kiongozi ainuliwe? Yes. Sasa nyinyi nikisikia Kasongo amekuja hapa, mumesikiza yeye bila kumlipisha na kumuonesha meno ya Wakamba, haki ya Mungu nitakuja na kiboko kuchapa nyinyi. Hiyo mtu aangaishwe. Ataangaishwa? Kasongo aangaishwe asiangaishwe? Aangaishwe asiangaishwe? Asanteni sana watu ya Kikiba. Asanteni. Alikuwa pale Deputy Governor Mutula, she was there. Mwetu ambaye Mbambua. So amepotelea, alikuwa Mulili. Deputy Governor tunakutambua, andumaitoma Kikima muodhiwa na mutia wathimo, lakini tuazia siana sio seikura. Aloa kwa zi tukose kula kwoko yolo. Nitaweka harambee ya mwisho ikisema Wiper nipatie Komboa Kenya. Wiper. Wiper. Wale ambao ni watarajiwa, don't think